ya kuwa jamii kwa baraka ninazozipata toka kwako Mungu. Ninashindwa hata kueleza penzi lako Bwana, ni neema za ajabu kwangu toka kwako Mungu. Ninakutolea shukrani zangu, ewe Mungu wangu, kwa zawadi ya maisha mema ulionipa. Sina kitu cha kukulipa wewe, hatujui Bwana. Ninakutolea Mungu wangu shukrani zangu, ninakutolea shukrani zangu, ewe Mungu wangu, kwa zawadi ya maisha mema ulionipa. Sina kitu cha kukulipa wewe, hatujui Bwana. Ninakutolea Mungu wangu shukrani zangu. Siku, wiki, miezi, hata miaka amenilinda Bwana, wala sikukulipa chochote kustahili haya. Ukanipa pia afya njema na maisha bora, kwani pendo lako ewe Bwana halina mipaka. Ninakutolea shukrani zangu, ewe Mungu wangu, kwa zawadi ya maisha mema ulionipa. Sina kitu cha kukulipa wewe, hatujui Bwana. Ninakutolea Mungu wangu shukrani zangu, ninakutolea shukrani zangu, ewe Mungu wangu, kwa zawadi ya maisha mema ulionipa. Sina kitu cha kukulipa wewe, hatujui Bwana. Ninakutolea Mungu wangu shukrani zangu. Ukalinda hata jamaa yangu na kuwaongoza kutokana na maovu yote yaliyotukumba. Umekuwa mwamba wenye nguvu na pia imara, na kutegemea we daima Bwana Mungu wangu. Ninakutolea shukrani zangu, ewe Mungu wangu, kwa zawadi ya maisha mema ulionipa. Sina kitu cha kukulipa wewe, hatujui Bwana. Ninakutolea Mungu wangu shukrani zangu, ninakutolea shukrani zangu, ewe Mungu wangu, kwa zawadi ya maisha mema ulionipa. Sina kitu cha kukulipa wewe, hatujui Bwana. Ninakutolea Mungu wangu shukrani zangu. Karibu sana. Karibu. Una na ake baba ni una baba kuchukua zako. Bana. Karibu. Era
Mwayesoka. 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 Mwayesoka.
Basi kwa sister wetu Sister Lilian Kwamboka, mabadi ambao wamejumuika nasi, wageni kutoka mbalimbali, watawa wa kike na wa kiume, na Wakristo wapenzi, tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Litukulia mawako wasababe. Basi kwa njia ya kipekee tunamsherehekea sister wetu ambaye amechukua nadhiri zake za kwanza, ambaye alianzia maisha yake kwa familia, tukikumbuka ya kwamba sister ndugu yake ni padre ambaye tumemruhusu leo pia asome misa ya kwanza ya sister wake. Hiyo ni baraka kubwa sana. Makofi kwa wote wawili. Basi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Tumejumuika hapa pamoja kwa ajili ya kushukuru Mungu. Mtawa wetu Sister Lilian anapomshukuru Mwenyezi Mungu katika misa takatifu, anakumbuka wote ambao wamemsaidia katika safari yake ya imani, na pia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote na vyote ambavyo amemkirimia. Tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Na muungamie Mungu Mwenyezi. Nani ndugu zangu, kwani nimekosa kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutekeleza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana Mungu Mwenyezi atuhurumia, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
Mungu, unawahurumia na kuwasikiliza daima watumishi wako wanapokumbwa na dhiki. Tunakushukuru kwa ajili ya wema wako na kukusihi utuopoe na maovu yote, ili tukutumikie daima kwa furaha, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo la kwanza. Somo kutoka kitabu cha Nabii Ezekieli, mlango wa 17 mstari wa 22 hadi 24. Bwana Mwenyezi hasema hivi: mimi mwenyewe nitachukua kisehemu cha njaa ya juu ya mwelezi, naam, nitafuta tawi changa kutoka matawi yake ya juu na kulipanda juu ya mlima mrefu sana. Naam, nitalipanda juu ya mlima mrefu wa Israeli, ili lichanue na kuzaa matunda. Litakuwa mwelezi mzuri, na ndege wa aina zote watakaa chini yake, pia wakijenga viota vyao katika matawi yake. Ndipo miti yote nchini itajua kuwa mimi Mwenyezi Mungu huiporomosha miti mirefu na kuikuza miti mifupi. Mimi hukausha miti mipichi na kustawisha miti mikavu. Mimi Mwenyezi Mungu nimesema hayo na nitayafanya. Neno la Bwana. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Nimwogope nani? Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani?
omotomwa ase Abakorosai eyemo 3:14. Ogwaka ng'ambu ya mono amo nogosaba. Otambe nigo togwakera Nyasaye ise omonene oito Yesu Kristo ng'ambu ya mono ekero tokobasabera inwe. Ekiagera twaigure buna mumwegenete Kristo Yesu, naende buna mwanchete abachenu bonsi ase eng'encho yogosemeria okwo mwagacheirwe igoro yogosemeria oko konya mwaigure ase ring'ana yekeene ase enchiri yaikire gocha ase more. Nabo yaikire ense yonsi na kwama na gokina buna yakinire ase gati yaino inwe abanyene korwa rituko riria mwaigwete na kumanya obuya bwa Nyasaye ase ekene. Nabo igo mworokereretiwe ne Epafara omosomba omogisangio oito omwanchwa oyore omosomba omwegenwa ase Kristo ase eng'encho yaino. Ere nigo atworogetie obwanchani bwaino ase omoika. Ase ayo korwa rituko riria twaigwete amang'ana ayo titwatigete kobasabera inwe. Igoro twasabete ng'a moichorwe nechisemi chiogwancha kwaye ase obong'aini bwonsi na okomanya bwonsi kw'omoika. Mogenerere buna ebagwenerete ase omonene. Momowenere kegima. Mwame okwama okuya ase emerimo emiya. Momenteke ase okomanya Nyasaye. Na inwe mobekwe chinguru ase okobwa wonsi. Koreng'ana ne chinguru chiobonene bwaye ase okoganya na oboremereria bwonsi amo nomogoko. Mokomwakera tata ng'ambu ya mono oyo baikeranetie mobe ababwatani bw'omwando bw'abachenu ase omobaso. Nere otosiborete korwa ase okobwa kw'omusunte na agatong'anyia na gotosoia ase oboruoti bw'omwana oye omwanchwa. Ime ase omwana oria ntore nokoborigwa na okwaberwa kw'ebibe. Ring'ana ria Nyasaye. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda yeye uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha lipate kuzaa zaidi. Ninyi mmekwisha kuwa safi
kwa sababu ya ule ujumbe niliowaambieni. Kaeni ndani yangu, nami nikae ndani yenu. Kama vile tawi aliwezi peke yake kuzaa matunda lisipobaki katika mzabibu, hali kadhalika nanyi hamwezi kuzaa matunda msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, nanyi matawi. Akaaye ndani yangu, nami nikiwa ndani yake, huyo huzaa matunda mengi, maana bila mimi hamwezi kufanya chochote. Mtu yeyote asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi litupwalo nje hata likakauka. Watu liokota tawi la namna hiyo na kulitupa motoni liungue. Mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, basi ombeni chochote mtakacho, nanyi mtapewa. Baba yangu hutukuzwa kama mkizaa matunda mengi na kuwa wanafunzi wangu. Mimi nimewapenda ninyi kama vile Baba alivyonipenda mimi. Kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu, kama vile nami nilivyozishika amri za Baba na kukaa katika pendo lake. Nimewaambieni mambo haya ili furaha yangu ikae ndani yenu na furaha yenu ikamilike. Hii ndiyo amri yangu, pendaneni. Pendaneni kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna upendo mkuu zaidi kuliko upendo wa mtu atoaye uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi ni rafiki zangu mkifanya nayo waamuru. Ninyi siwaiti tena watumishi, maana mtumishi ajui anachofanya bwana wake. Lakini mimi nimewaita ninyi rafiki, kwa sababu nimewajulisha yote ambayo nimeyasikia kutoka kwa Baba yangu. Ninyi hamkunichagua mimi niliwachaweni na kuwatuma mwende mkazae matunda ya dumuyo, naye Baba apate kuwapeni chochote mnachomuomba kwa jina langu. Basi amri yangu kwenu ndiyo hii, pendaneni. Injili ya Bwana. Basi ningependa kila mtu atulie, na yule anaongea karibu na wewe tige kongoro yo kinya kutogerera lakini ya totogerera wega na kongoro. Sister Lilian, the fathers present here celebrating with you, the religious sisters and the brothers, the parents of Sister Lilian, Mama Teresa na Mzee Chrysanthus, Wakristo wapenzi, wageni walikwa, na hasa congregation ya Sister Lilian, wahusika wake ambao wako hapa nasi. Tumejumuika pamoja kwa njia ya kipekee, tukiwa na furaha, tukiwa na hali ya kumwambia Mungu shukran katika misa hii takatifu. Tutafakari pamoja sister ambaye amechukua nadhiri zake za mwisho
kumaanisha kwamba yeye ni mtawa mpaka milele, tukifahamu ya kwamba tunasherehekea hii familia pamoja na ndugu yetu Hesbon ambaye alipata upadirisho sio muda mrefu uliopita. Tumekubali ya kwamba uamuzi wao ni wa maana kwetu sisi kama Wakristo na kwa familia na wahusika wote wa kanisa letu hili Katoliki. Kwa njia ya kipekee katika maombi ya leo, ningependa sana tutafakari pamoja na Sister Lilian safari yake ambayo imemleta katika hali kama hii ambayo tumekuja kusherehekea. Imekuwa safari ya maombi, safari ya kujinyima, safari ya kujitolea na safari ya kuitikia wito wake Mwenyezi Mungu. Lakini hakuwa peke yake. Kuna wengine wale waliokuwa na hamu pamoja naye kumfuata Kristo kwa njia teule kama hiyo. Pia katika maombi kuna wale ambao wameshiriki pamoja naye, pia wale ambao wametoa usaidizi mbalimbali katika wito huu tukufu na katika yote ambayo aliyehitaji katika miaka yote hiyo amemaliza kwa convent. Mtu akikuuliza convent ni nini? Convent ni nini? Mfano wake ni familia. Convent ni familia. Na ni familia ya kanisa ambapo imetengwa, familia ya wanawake ambao wamechagua kujishughulisha na mambo ya Mungu kwa njia ya karibu zaidi kama vile alivyofanya Lilian. Na maisha ya familia lazima ujitenge na watu wengine ili ukapate nafasi ya kujenga familia yako. Ndipo wao wamejitenga kutoka maisha ya kawaida kuingia katika hali ya kumwomba Mungu, kumtafakari Mungu, kumtumikia Mungu. Ni wanawake ndio sawa na wanawake wengine, lakini wamejinyima kuwa sawa na wao katika kuwa wazazi kwa njia ya kawaida, lakini wakawa wateule wa Mungu. Na vile kila familia ilivyo, kuna desturi, kuna mila na kuna yale ambayo ni ya muhimu zaidi kuliko mengine. Kitengo hiki ama hichi ukipenda, tunatoa mfano wake kwa wale ambao walijitenga katika karne ya tatu, ya tatu, ya nne na ya tano mpaka ya saba, kuzingatia zaidi jinsi tunavyostahili kumfahamu Mungu. Basi hawa wanaokaa katika convent wamejishughulisha na mambo ya maombi asubuhi, mchana na jioni, na wakati wowote ule wako na nafasi. Kwa wale ambao mmetembea kule Carmelite, wao wamekaa, in Italiano we say chiusura, in English and in hawatoki, wamekaa mle
mumo kwa mumo, mambo yao yote wayafanyia pale. Ni tofauti na hawa wengine, kwa sababu hawa wametoka nje ya ukuta kama hizo ili kuuza maisha ya watu pale nje, ili kutafuta mbinu mpya ya kuwahudumia. Kwa hivyo mtawa ni nani? Kiulizwa mtawa ni nani, tulikuwa pale juu, kuna mtoto mdogo sana aliuliza mwenzake, kwani sister ni yule ama ni huyu? Nilitoka kwa gari, kwa hiyo alikuwa anamaanisha ni mimi ama ni huyu mwingine. Basi huyu mwingine akamwambia, sister si huyu, sister ni mwanamke ambaye amevaa kilemba. Basi huyu mdogo akaanza kumuuliza kilemba ni nini, kinamaanisha nini? Vile tulivyo tukiwaangalia watawa na ninyi akina mama wa kawaida, kuna tofauti kubwa sana kulingana na vile mavazi yenu yalivyo. Mavazi ni ishara fulani ya maisha ya ndani, kwa sababu maisha yao kama vile wenye ndoa wanachukua ahadi na wao pia wanafanya hivyo. Lakini kuna tofauti. Tofauti ni kwamba wameamua kukaa katika maisha ya umaskini, maisha ya sijui tunaita nini, maisha ya ubongoni asekeusi, I don't know how you call it in English, na maisha ya ukoigwera ubongoni kali ubongoni na ukoigwera. Katika haya mambo matatu yanapatikana pia katika familia na hata katika methali yetu ya kawaida ya kienyeji hapa ya Kikisii. Enamage nyanya okoraki. That is poverty in the family. Poverty in the family. Utangatangi. Mbukani ria se kimira gitu. Itinge ndiye kweba itongolia ye ubongoni na mambo mazuri hayo yetu ya kawaida. Tinge ndiye kweba gendoki tongolia ye iwanga na agenda tilinga kuomboga na stili na mayete nga boye na kolete nero. Obedience obuigweri nendo yoko sana. Ndipo yaliyotajwa katika somo la pili, kuwa na upendo, uwe mkamilifu, uwe mtiifu na uendelee kuomba ili Mungu na njia yake iwe safi kwako. Kwa hivyo hawa kina dada, mfano wake Sister Lilian, mtoto wa kawaida hapa, amelelewa humu, hajawa malaika, lakini katika uamuzi wake kuna tofauti kubwa sana. Na atilinde nsali gali ili muroche gali mwana tende kororali mungu ndo mawatenga nyasawe yono yobukumia pakoyo na era no akukwera obugumobwa kwensi pika mnaliga. Nimeshtuka sana.
Kwani tumekuja kusema asante, shukurani kwa Mungu, ama tumekuja tena kuunda story? Mungu ndomo wole nyingi bwana kwa leo. Baba. Nchie nkwero konyora nono yomo. Kwa wake. Lakini wao wamejitolea, hawapati hata mmoja. Typically wewe katika sura ya nani? Kwa hivyo hii alikuwa anachambua ni sura ya nani, na yeye ile sura aliyokuwa na yake ni ya nani? Ya Sara kwana nandaka bomba marawa nandaka ya uterumwe kaya uterumweka digiringo imali komara mnabombire Bono naende Nyasaye taundetio yoromo yano yoromo, sisi wote ni sawa kwake Mwenyezi Mungu. Lakini katika huduma ametuita kwa njia ya kipekee ili kila mtu katika sehemu yake. Katika familia kuna watoto fulana, wasichana, yaani katika kazi zao kutekeleza yale mambo madogo madogo kufanya familia kunufaika, ikawa na amani, ikawa na mapendo katika matendo yetu. Kwa hivyo historia ya convent na mwanzo wake ama vyanzo vyake ama chanzo chake, noroma eto mundu nabaho chaki gento morai kwanywa nere bikotanta ine kenyoro use wontare bogaki mwana mwabaga chaka mnezi chenya kumuzari lele munanje che abero muzaziro muse modere ona ye liko kwire sana no yabo muzaziro bana wo kumetinga aranja ka bo muzaziro bana your problem is different than the desire of other people. In the beginning, or in the middle of the 3rd century, the earlier Christians, mwanzo wa Ukristo, kuna wale waliokuwa viongozi wa kiroho na walitaka kuwa wakamilifu ili wampate Mungu na kumwelewa Mungu. Kwa hivyo walitoka katika familia wakaenda kukaa kivyao, wakifanya maombi, fasting na kujisumbua zaidi katika masuala fulani. Mungu ni nani? Ndipo mtu kama Antonio huyu wa Egypt, Misri, katika karne ya 4 alianza kujitenga na kujenga mahali fulani kule jangwani na akakaa peke yake. Alafu akaanza kuvuta wengine esomo ntale paka bantu bakoleki paka babo nona emuno lya sabisa kuligili uyana bakonyo otimo getena mawaso bite aitarama ya uzarama karali ngiri ngo imara na mawaso kya ekero bacha ebintu bibindi bikamanya kuchaka karne ya 6 umuntu muna Benedict of Nursia nera ga establish ekiombe kiaye isa abantu bali abana batere tibia, yani sauti ya kumteka kila mwanaume yeyote yule aliye hai. Mateka rote liko uwezo hili hiyo sauti ni sauti ya kumshukuru Mungu.
Kwa hivyo walijitenga wakaenda kivyao. Walikuwa na vyombo fulani katika mazingira ya nyimbo ama wimbo ama kuimba, wakamwimbia Mungu, wakamfurahisha Mungu, na waliridhika. Wao waliridhika. Na walipokuwa wanaingia pale, walikuwa na nia moja ya kumshukuru Mungu, kutenda mema, ili mwishowe siku ya kiyama waende mbinguni kuishi na Mungu. Kwa hivyo watoki, wale waliokuwa wameingia wamechukua ahadi zao, hawakutoka. Ndipo ikaanza desturi na mila, mpaka sasa tumepata wengine wanaenda kazi hiyo wakiwa na uhuru wa kutosha, na ikaanza kupanuka. Na kuanza kupanuka, wale walioanza pia walirekebishwa jinsi walivyostahili kukaa katika maisha. Unajua kila wakati kuna mbinu mpya katika maisha, ama ni vipi? Naona hizi imekuwa bwate miaka vile ya etili na rubwata bona. Tunaendelea kuimprove kama ni aje. Ndio mwako ndo kumana mwisho kaje taka kurera nyini simi. Ili yako tinyiga injoka tene ombwate linge kemba. Ngorongo matenga bwana liko kumana akira nyasaye no bwate ke. Kwa nenya kwa lengo ngozo mi mwana hiyo. Munga muno mune okupaya enka. Liko ko bate ona. Como the occupants, they are not owners. Tanda kuimprove sana. Lakini kitu kile kuimprove. Usenge ndio kile mnakiri ni sura ya Nyasaye. Era na biri mune. Basi katika modern times, monastic life adapts chanting or changing times, or continue to serve the church in different ways. And the church is a people of God. Sisters are in education, sisters are in medicine, sisters are in farms, in agriculture. They do a lot of good work. Leo tukimsherehekea Sister Lilian, tuko katika mazingira, the presence of God, to reflect on the profound words of this man called Ezekiel. A passage that resonates deeply with the journey of a newly professed sister. Sister, najua ulipokuwa in the formation ulikuwa una hamu ya kuona siku ya profession, na ukaiona. Najua asubuhi sisi tulitaka kuja hapa, kila mtu alipanga kuja hapa na nia ya kuja hapa, lakini sasa hivi ukiona mawingu yameanza kukusanyika, nia yako ni ipi sasa? Kwa hivyo vitu vichenja na I wachange. Kwa hivyo Ezekiel anaongea akisema hivi, Mungu anasema, wewe panda mti na huo mti utatoa matawi, na ukitoa matawi yatakuwa ni kama wale watu waliochaguliwa. Na katika huo mti umepandwa symbolically kwa mlima, na mti mkubwa ukiwa kwa mlima, si unaonekana mbali? Kwetu kulikuwa na mti fulani kwa mlima fulani, ukiwa upande huu unauona, ukiwa kila upande unauona, na kulikuwa na mwenyewe. Kwa hivyo hapo pahali palichukana mti na mwenyewe. Mti na nani? Na mwenyewe.
Kwa hivyo huu mti umepandwa ukiwa mdogo kiasi, mbegu, lakini umekuja kuchaguliwa ukawa mti mkubwa, na ndege wa aina zote, ndege wa aina zote. Wakristo wa minto wewe uri kuri Liokuyu Sakari Crisantus n'umungi na Teresa emyaka 20 yahitire bakinkorra bana ngingamba twara abana baje kuba abasista n'abasasiroti. From the lifestyle, a very simple life, lakini walikuwa na mshukuru Mungu na watoto wao wakashiriki katika utiivu, katika kusikiliza, katika maadili waliopewa, mpaka mwishowe wamefika kiwango hiki. Abana balenga bale binyulibi uranyole bale emyaka yabo, abande bakonyoye ndukulinga tingiza muti umuntu nalo kurukuzana koya nakiye kurukuru mutu tingiza mu bana balenga bale katika umri ambao wametoka katika familia inachiweza kifedha economically, lakini maadili hawana. Kwa hivyo tumshukuru Mungu, tumshukuru Mungu. Na tukiangalia huo mti umepandwa katika a fertile ground, fertile ground. Fertile ground. Fertile ground ni familia inayoomba pamoja, ni familia ambayo ikikosana wanasameana kama ni aje na ndo mujigete ande sa ande ana na ikire ni umwaka otebanga no amugako kaliko kuramo monina ebundeye naende kuruna koleko tega kunjandete njitindo chingukora naye nyasaye bodi na hote ilipaka nyomo mukongo mwa mungu yakana watenga ki injuwa naye fatekero ukumenya ko ro changa fara toge ndreta ya you see mono omungi na muteti wango aike gukira taendere gukwana mange nke kuigwa bono bonse mba maetenga ni nyiwete wantu turigirane torange ndongera toroje lakini turi gukwana. Wakristo wapenzi, katika huu mti, let me put it in English, we can just say, just like that shoot that grows into majesty of a big blue gum here, so too it does the provision of sister, that it blossoms and grows slowly. She was very insignificant. And muna kinete biyamuri no yoloko irilizo gocho ekera yote mochenjiri zatige to mai mozo bona sara yoko vera bono bama wa mutige mutige. Now hiyo mbegu blossoms, it grows, the roots goes deeper, the roots go deeper. Kwa hivyo sister, your faith must go deeper. That you are being around, it gives people hope, it increases the faith, and it gives a challenge to the young ones to join you. The young ones to join you. Nalengi the main church galia Sunday mwana gacho moke. Gacho nenje ngamwali gania.
kama watu wako wanaweka on my lap siga ndenga naija njako musazi lote kama ndibona kwa beri ndenga ya turambekere chianga. So you must appear, you must want and appear what you are, and it is a beauty when you think. Maita ndomba bangu appear kurumambia paka maragoba tanya goseka tanya gukwana ni kialengerete ngego konya muntu ukangi kialengerete ujo gukwana tu awenere nothing. Bantu mbale babwate ibirengere bire useless. Maya this is abantu mbale bajo kuja suri abande batagete chinesa. Kuwocha kurugora alia yete mwana ndi bwenzi ngamba uri pa guchya kuwika nyumba na boko nyoro chekirinde uchekiro nyora kende ke paratiki baro bona bangira banda baje kujira mamo minu nyaruka ya yete ngambi sukari ilia koreterete akamwana kana bwako bi witness ya wate nga ria jeta bata bwate sukari nyato mete mapema usasiroti to sister has been associated with the having. But I'm telling you today, usasiroti to sister is where you can take shelter. Ekerole too low, you can get comfort, a word of comfort from them. Na irende sister sura ya second and izuchi. Taken and a pick already in that convent. You must smile every day. Yes, I have already now. Uma atendere ndiro kumabura abancho bakora ngekero montoro chiwo irarerire ngari nakiaba kera muri kuyiwana nonye nyumba kiri kuranya mwaka kurako bulinga usaba zacha mora kiriko nyomo ngino gotenga kinga kioko ri bintu muno mwana ye ikobono maito bwana bohire ne bo ikiegera umwana ikiabwate kokoko tata gitiko kwa ako bisa kuchia muso ndari musa choka le kaka buri bunga ki ingewe sangole gentu giti musa choka le taro tenga timbu atinya sai buri musa jaba kwa na leona bare ran tingola tik musa chu ya le kuteba karenga ki ngororani ebe so tegete arati ngororani iritabu atikende uso wanoga yani kwa ai familia hao wasembelini aki yansanga kore none kiruta bwati una bangana na baro bachi baligire tactic getekera ogoteba tubwati against the tradition you mosacho mugusi ona mera ho gotika kwa ruga waikamana sababu nini ndei mano usono tioro ke kurwari ngatimbwati kutenyero ke kolote kunyoro ke igu mosacho mugo kira kwagenda na kibacha bakariye tactic yinga ki ikero kwa no ra atari goteba ngana kala tere bono mutigagenda no ne kinyoro kigwe osoko kora akina baade baisi yiga musache nyasai buri watomiro ngamnyoka ega kuchini sukari don't come back to the sukari manyure. Men, listen to me. The request of your wife is like a command of a terrorist. Hallelujah. Yasa utale tete sukari. Kwenye roro bako? Bone yentoko korenye kwa kwenye tubu sukari ipi. Aya mwakire sini. Moteira era tipi gocha. Ako goli ni kama tete tibu sukari. Mama toko nyokore roma bela utenyo raki ngore. Hallelujah. So, sisters, you have sacrificed the value of the human family, natural human family, and you have chosen this life. So always, you must be
geared to understanding what you have become. What you have become. Na raya kukwanwa in the gospel. I am the vine and you are the branches. The branches. The branch that is not attached with the main root of a tree, it withers. And you must be connected. As a branch is connected to the tree itself, you must be connected to Christ. Your vocation is not solitary, but it is rooted deeply in Him. Deeply in Him. As in you are too low. Bono toma eti osimbi yolo so walete. Lakini no kolete ki. No na bange naba. Dabara bona bayo. Naba sa chaburo jinsa. Di tukundiro muntu okubuka okukuminga ki. Ngoboro kinatanga ni uchinse. Ikiengero konyanga tali yae. Ono muntu nago kwani akuba. Wakire. Nakio gendre abonde yo. Bono kerole go nakiore. Manya ko di chibune. Na bangolete. Iko kwa change ni usira bole pula kwale. So you not changed. So Jesus teaching people about the vine is teaching me as a priest, is teaching you as a parent that you must be rooted in Jesus Christ if you are a Christian. And the tree that is, the branch that is rooted in the tree, it bears fruits. Where do you find your strength? What is your strength? Where can you find your strength? Asaba. And we as priests, religious sisters and brothers, our joy is found in you. And let me tell you one thing. When you become a sister, a priest, a brother, you are subject to nasty discussions. Okorengi discussion mbabwate discussion sikira yesalenge kubarandiri. Ngiba mwireta somusara. Ati megete ko gamba para conclude as fools ngakiti atomo bamba kole arwa segati. Lakini Jesus yarenge connected with who? With God the Father. So I'm requesting the sisters, when you have low moments, be connected. Be connected with Jesus Christ. And He will bear fruit. They will bear fruit. Then, pruning means, these are challenges of faith. No, be stable in the life of Joseph. So pruning in hero, now remain in His love, Jesus Christ. Abide with Him in His love and let Him guide you. Let Him guide you.